Biblia inasema Isaya 1:19, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nini? Ya nchi. Kama mkikubali na kutii tutakula mema ya nini? Ya nchi. Sasa nisikilize, asante. Inafundisha unyenyekevu unaokupa utembee wewe na nani? Na Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, maisha ya Ukristo, maisha ya mwenye haki inaambatana na kinachoitwa nini? Unyenyekevu. Yaani hautakuwa na ibada ya kweli ndani ya moyo wako kama hautakuwa na nini? Na unyenyekevu. Kwa hiyo jambo linalosababisha leo tuvuke, tupone, tushinde ni ile kitendo cha wewe kunyenyekea mbele za nani? Za Mungu wetu. Angalia kitabu nimekusomea, anasema ukikubali na kufanyaje? Na kutii utakula mema ya nini? Ya nchi. Mkikubali na kutii. Kuna neno kukubali. Neno kukubali linaambatana na neno nyenyekea. Yaani yeyote ambaye anakubali kufundishwa, maana yake kile kitendo cha kukubali moja kwa moja ni nini? Sema ni unyenyekevu. Yaani ukinipa dakika 10 kunisikiliza, hiyo kwako ni unyenyekevu. Ukinipa dakika 5, nusu saa au saa nzima, kwako hiyo ni nini? Tena nikuonyeshe, anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Jambo la 3 katika hiyo kipengele cha kukubali, nyenyekea. 3, anazungumza swala la kula mema ya nchi. Kinacholeta baraka, kinacholeta heshima, kinacholeta nguvu ya kila mmoja abarikiwe, kila mmoja atofautishwe, ni kitendo cha yeye kukubali na kufanyaje? Na kutii. Kwa jambo la kwanza Mungu anataka kwangu na kwako, tukubali kwanza. Tukubali, alafu tutakapokubali habari njema za ufalme wake, anasema tunyenyekee. 3, anatuambia sisi sote tuliokubali tukanyenyekea kwake, atatupa kula mema ya nini? Ya nchi. Kwa nini hatuli mema ya nchi? Kwa nini kwenye kazi yako hauli mema ya nchi? Kwa nini kwenye familia yenu hauli mema ya nchi? Kwa nini ofisini kwako hauli mema ya nchi? Kwa nini katika kila jambo unalolifanya, unafuga, unalima shamba, unafanya kazi yoyote, kwa nini haufurahii kula mema ya nini? Ya nchi. Kuna mahali hatujakubali kufanyaje? Kunyenyekea. Nimekupa kichwa kinachosema ukinyenyekea, basi wewe ambao umenyenyekea, maisha yako yote utakuwa unatembea na nani? Na Mungu wako. Utakaponyenyekea, utakula mema ya nini? Ya nchi. Alisa la Bwana, tuko pamoja? Sasa kila mtakatifu katika majira zote ambazo zimekwisha pita, aliyenyenyekea mpaka mwisho alishinda. Narudia tena, kila majira zilizokuwepo na zikapita, aliyenyenyekea huyo alipata kushinda kwa sababu ya unyenyekevu wake. Angalia leo
Kuna mtu anaanza biashara ni changa, wakati mwingine labda wateja hauna, wakati mwingine unatumia nguvu kubwa mtaji wako, lakini hauoni kama ulichokiwekeza kama inakupa faida kwa wakati huo. Lakini utakapokubali kunyenyekea, ule unyenyekevu ulioko ndani yako utakupelekea ushindi wa unachokifanya. Sasa hata kazi ya ufalme, kama aliyepewa wito hana unyenyekevu, hanyenyekei. Huku chini tunapoanza kazi, huwa kuna dhuruba, kuna mapito, kuna mambo magumu, kuna namna mbalimbali ambapo tungetamani yangefanyikia huku juu, lakini saa ile kama nitakosa unyenyekevu mbele za Bwana, sitafikia hatima ya kile Mungu alichotaka nipatie. Kanisa, tumeelewana? Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo nasema kila moja katika majira aliyo nayo sasa, tukubali sote kunyenyekea mbele za nani? Tukubali kunyenyekea mbele za nani? Kwa nini tukubali kunyenyekea mbele za Mungu? Tukubali kunyenyekea kwa sababu Mungu anatafuta wale wanyenyekevu. Tuna mambo matatu katika mstari huo tumepewa. Jambo la kwanza amesema kubali. Jambo la pili nyenyekea. Jambo la tatu amesema utakula mema ya nini? Lakini kinachobeba kula mema ni mambo mawili: kukubali na kufanyaje? Na kunyenyekea. Naongea na kanisa. Kukubali na kufanyaje? Hiyo ndio inayosababisha mimi ninayoomba leo, mimi ambaye niko mahali hapa, nitapewa kula mema ya nini? Ya nchi. Kanisa, tunaelewana? Nikuongezea Isaya 57 ule mstari wa 15, alafu nikuunganishe na hiki ninachokufundisha. Isaya 57 na mstari wa 15. Neno la Mungu nasema katika Isaya 57:15, sikiliza: maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipoinuka pamoja mahali palipoinuka palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kufufua mioyo yao waliotubu. Mambo mawili Isaya ananena hapa. Anasema Mungu anakaa mahali pa wapi? Pa juu, mahali pa juu sana. Tena hakai mwenyewe, anakaa pamoja na aliye na moyo iliyofanyaje? Iliyotubu na kufanyaje? Na kunyenyekea. Kwa ili mambo matatu yatimie kwangu na kwako, nimesema jambo la kwanza kubali, la pili nyenyekea, la tatu kula mema ya nchi. Kwa nataka kula mema ya nchi, lakini jambo la kwanza, mema hayaji kwanza mpaka niwe nimekufanyaje? Nimekubali. Nataka kujenga nyumba, nikubali katika mawazo yangu. Nataka kufaulu, nikubali mwenyewe kwanza kwamba hapa nilipo sio mahali pa. Kazi hii naifanya leo ni ya kitambo tu, lakini nafahamu toka ndani ya moyo wangu kwamba hapa sio mahali nimeandaliwa kukaa, sio mahali nimeandaliwa kwa habari ya kuwa milele ya maisha yangu. Ni Bwana ameniruhusu nipite hapo, lakini sio mwisho wa maisha yangu katika ile eneo. Kuna mahali Bwana
ataniinua tena anipeleke. Na kurudisha kwenye Isaya 57, anasema mimi ni Mungu nikae juu pamoja na mtu aliye mtakatifu, pamoja na aliye mtakatifu, mtu ambaye amekubali kutubu na kunyenyekea. Kwa kinachofufua wale ambao ametuambia mahali anakokaa yeye. Kwa manahitaji leo nifahamu Mungu alipo. Ameniambia ninakaa juu, lakini sikai mwenyewe. Mimi nakaa pamoja na mtu aliye na roho iliyofanyaje? Iliyopondeka, iliyotubu, au iliyofanyaje? Iliyonyenyekea, ili nipate kufufua roho za wanyenyekevu na mioyo iliyofanyaje? Iliyovunjika. Kwa hiyo kama kuna mahali unataka kujua Mungu anakaa, taka kujua Mungu hakai mwenyewe. Anakaa na wewe kwenye nafsi yako, anakaa na wewe kwenye moyo wako, anakaa na wewe kwenye kazi yako, anakaa na wewe kwenye utumishi wako. Lakini je, moyo wako umevunjika? Roho yako imetubu? Maana Mungu hawezi kukaa hapo mahali ambapo mtu hana toba. Inawezekana Mungu amekupa alichokupatia, lakini tumaini lako unatumaini kama shetani alivyomwambia Mungu. Umemwona alipoulizwa, umemwona mtumishi wangu kama aibu, maana hakuna aliye kama yeye duniani. Akasema wala sio lolote, ni kwa sababu tumemzingira na mali, umempa kila kitu, ndio maana moyo wake anakufanyaje? Anakupenda. Mungu akasema kama unafikiri akili yako ndivyo, basi kachukua hivyo na uone kama moyo wake ataniacha. Nataka unyenyekee. Kwa nini kanisa limekosa unyenyekevu? Kinachosababisha ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wako, tuwe na ibada kamili, tuwe na ibada ambayo Mungu anaifurahia, ibada inayoambatana na miujiza, ibada inayoambatana na ishara, ibada inayoambatana na shuhuda. Kinachofufua hivyo ninavyoviongelea hapa ni moyo wa mtu aliyekubali kukaa na nani? Na Mungu. Mahali palipotubu na kufanyaje? Na kunyenyekea. Mahali avunjike moyo. Kuvunjika maana yake nyenyekea. Kuvunjika maana yake acha kiburi. Kuvunjika maana yake acha ulichokuwa unakiamini kuwa sawa wakati hakiko nini? Sawa. Sasa angalia Wakristo wa leo, hata ukimwonya moja tu kwa sababu amekosea, anatafuta mlango mwingine wa kutokea, maana hapo anaona hapafai. Hakuna mahali ambapo wanafundisha kweli ambapo hutaonywa. Hakuna mahali ambapo wanafundisha kweli ya mbinguni ambapo hautaambiwa kwamba umekosea. Ni wale tu wasiokuonya, ni wale ambao wana maslahi na wewe binafsi. Hata utenda dhambi kiasi gani, lakini lete sadaka yako, ila fanya unachotaka kufanya. Hapa sivyo. Sisi tumeamua kwa pamoja twende mbinguni tumuone baba yetu, tukae pamoja na Kristo kiti kimoja. Lakini tunakaaje? Anaanza kutufundisha kanisa likubali kufanyaje? Kunyenyekea. Tuwe ni watu wa toba. Kwani unapokosa, ukimwambia mtu nimekukosea, wewe kwako ni dhambi? Naongea na kanisa, kwako wewe ni dhambi? Yaani unapogundua jambo hili naloonywa ama nalokanywa nalo, mimi ni sababisho, nimekosea mimi. Ukisema nisamehe, kwani wewe Mungu ndiye ataondoka ndani ya moyo wako? Maana kinachomkaribisha Mungu aweze kutembea na wewe na ukae hapo juu, mahali pa toba, mahali palipo nyefanyaje? Palipo nyenyekea. Anasema ni wewe kukubali kufanyaje? Wewe kukubali kufanyaje? Kunyenyekea. Sema amina kanisa la Bwana. Sasa unyenyekevu haupo katika swala la mavazi tu. Haupo kwenye swala la kubadilisha mwendo au sauti uonekane kwamba huyu mtu ni mnyenyekevu. Unyenyekevu Mungu anautafuta kwangu na kwako
ni kile kitendo cha kuacha dhambi, kitendo cha kukubali kuomba, kukubali kuonywa, kukubali kufundishika. Huo ndio nini? Unyenyekevu. Ukiambia wewe ni muongo, usione umeonewa. Ona kwamba Mungu ananipenda, anataka ninasue kwenye huu mtego ambao adui amenifanyaje? Ameniunganisha nao. Ukiambia wewe tabia yako ni hii, wala usichukie. Ona Mungu ananipenda, anataka akae na mimi kwa kuwa na moyo wa nini? Moyo wa Mungu ni moyo uliotubu na kunyenyekea. Yaani Mungu ni toba, Mungu ni unyenyekevu. Na wewe ambao unataka ukae na Mungu milele, lazima uwe na huo moyo wa toba na uwe na moyo wa nini? Wa kunyenyekea. Aliso, umenielewa? Unapoambiwa mambo yako, wacha unakosa la hii, usione umezalilishwa. Ona unapendwa na nani? Na Mungu. Biblia inasema mtoto anayependwa na Mungu ni yule anayefanyaje? Anayeonywa, anayekaripiwa, alafu Mungu anamfanyaje? Anamrudi. Unapofika mahali utaki kuambiwa kweli, utaki kuambiwa umekosea, hata kama unakuja kanisani, hata kama unaonekana katika muonekano unaoonekania hapo kanisani, lakini tayari nafsi yako, moyo wako umemwacha nani? Mungu. Daudi anasema nafsi yangu inakuonea nini? Shauku. Anasema nafsi yangu inakuonea shauku kama ayala aliyoko porini. Wanasubiri kwenye mito kama mvua itanyesha, wapate maji, kwa kuwa nafsi zao zina kiu. Yaani leo una kiu ya neno. Wakristo leo wamepoteza kiu ya Mungu ndani yao. Hawana kiu ya maombi, hawana kiu ya kuomba, hawana kiu ya ibada, hawana kiu ya kumtumikia Mungu wao wenyewe, hawana kiu ya kushuhudia wengine. Wamekuwa watu ambao wa kawaida. Kwa nini ni wa kawaida? Kwa sababu wewe umemwacha nani? Mungu wako. Mungu anataka leo turejee kwenye nini? Kukubali. Anasema mkikubali na kufanyaje? Na kutii. Tutakula mema ya nini? Hayo mambo matatu rudi amebeba ibada yangu leo. Kubali. Kwa hiyo kama utaonywa, kubali. Kama utarekebishwa, ufanyaje? Ukubali. Kama utasaidiwa kiroho, ona Mungu anakufanyaje? Anakupenda. Ndio maana umeona simu ya mtu anayekuonya. Unapoona umeachwa, tunakuona unapotea, lakini tumekuacha. Hatukutafuti, hatukuambii lolote, tumekuacha vile ulivyo. Tunajua moyo wako umefika pamoja. Wewe sio wa kurekebika. Wewe sio moyo wa mbinguni, sio moyo wa mtu mwenye nini? Toba. Maana unapoonywa kwako unaona ndio kuonewa, ama umebebeshwa mzigo wa kilo 200, 300 wakati una kilo 60. Mzigo utakulemea. Lakini mtu wa Mungu anaonywa, mtu wa Mungu anaambiwa umeacha unyenyekevu. Kanisa, umenielewa? Ukiona tu kitendo cha uweza wewe kuja, unaweza kasafisha viti, unaweza kanunua hata sabuni, ukaisafisha hii nyumba ya Bwana, ukaweka vizuri bila hata kuambiwa na mchungaji. Ujue kwa nini unayatenda hayo? Ni kwa sababu ndani yako kuna unyenyekevu wa nani? Na Mungu anakaa mahali palipo tubu na kufanyaje? Na kunyenyekea. Sio mbinguni. Huko Mungu anakokaa penye moyo uliotubu na kunyenyekea. Yaani ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wangu. Tukikubali kutii, Mungu atakaa. Ataleta toba, ataleta na nini? Na unyenyekevu ndani mwetu. Lakini leo kanisa linyenyekei kwa sababu ndani yao hawajafanyaje? Hawajakubali. Jamani, kuna anaelewa? Kuna mahali utake kusaidiwa. Unapokosea ukitaka kusaidika, yani unaota kucha, unageuka kama paka ambaye ameona hatari. Unaanza kutengeneza sumu mpaka na manyoya yanabadilika, mpaka na macho yake yanabadilika. Ukimwona hivi unaogopa, kwa sababu kuna kitu anakijificha. Moyo wa Mungu ni Mungu, moyo wa nini? Wa toba na nini? Lakini Mungu anatuambia leo tukubali kwanza kufanyaje? Tukubali kunyenyekea. Je,
unapofanya kazi wakakuambia umekosea, je,